Ndio. Nimepiga vita vilivyo vizuri. Wendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Sawa nani? Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Kumbe kwenye haya maisha kuna kuvipiga vita vilivyo nini? Nisikilize, kuna wakati utabezwa, kuna wakati utachukiwa, kuna wakati hautopendwa, kuna wakati hautoaminika, kuna wakati hautoeleweka. Lakini Paulo anamwambia Timotheo, nisikilize, mimi mwenzako nimevipiga vita vilivyo vizuri, tena imani yangu nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Sema taji ya haki. Kwa sauti sema taji ya haki. Sema taji ya haki. Sema taji ya haki. Tumewekewa nini? Hiyo taji ya haki yaendelea, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na wale wote pia waliopenda kupokea ufunuo wa Yesu Kristo. Wote watakao kubali kumpa Yesu maisha yao, Yesu atawaingiza mahali panini pana na utaurisi ufalme. Ila kwenye hii kuurisi ufalme kuna mashindano katikati ya safari. Paulo anasema aliyaona hayo mashindano na akayashinda, na imani akafanya. Wewe uko tayari kuilinda imani? Au tunaiuza na hata kwa mchele? Mchele wa 20 mama na moto kumiga shetani. Nyama ya kitimoto kilo 3 mama na moto kuacha Yesu. Hapo ngine nzungumza pesa. Kodi ya miezi 6. Kodi ya miezi mingapi? Wewe mmoja pamoja na wale wao wanalipa bana. Mimi jana niende tu. Sasa nafikiri ndio nakuja kuna hivi hapo hivi. Imani muilinda. Wewe ndio umaliza imani muilinda. Ni rahisi. Unasali na kuja machozi. Wanaume wanasema nafanya nini? Atatufuta machozi. Lakini anasema hivi, endapo utafanikiwa kwenye hilo, anasema utavikwa taji. Ungapo kutaka kuvikwa taji na Bwana. Kila mtu anapenda kama unapenda kuvikwa taji na Bwana, make sure unakuwa sawa. Una sawa utakutana na msoko wa pesa. Utaki kulala nje. Kama ndio anaenda shida mtaani kulala kanisani, wao wanalio mimi niaibike kanisani sawa. Na haya kwa kanisani, ya standing Mungu zao. Uko tayari? Kuna haleluya. Hatuendi kwa hivyo. Kuna mengine mengi magumu, mazito. Napiga msumari mzito. Ndio hivyo, napiga hivyo. Ndio hivyo. Ndio hivyo, hakuna namna nyingine. Wala kuna hii mambo ile kuna nini? Basi kama leo bana, nakupenda hapo ili jamani na kaseti. Mjamani na HIV. Na kuna mengine hata sio hivyo tu, kuna mengine yametumwa. Yanajua una nyota kubwa ya inyamazishe. Huyu akiomba akikuwa serious miezi 2 3 anakwenda kufanikiwa. Tia pini. Bwana, mimi niko tayari kuoa bwana. Anataka kuuliza Mungu hamna, anasema unasema? Kuoa bwana. Mimi sasa hivi sina haja na wewe. Wale wote wanaanza hivi. Unasema? Na mimi sina mpango kabisa kuolewa sasa. Moyo unasema njoo tena. Na mimi sasa njoo tena, mimi sina mpango kuolewa leo. Njoo na kesho. Bwana, mimi niko tayari, niko serious. Wewe, mimi sina mpango huo. Nisikize vizuri, mbona njoo tena. Yaani ndio mwanzo sema ukweli kama sijakusikia. Mbona sasa nimekusikia vizuri sana.
Na niko tayari kwa sasa hivi kuja kwa anaenda kesho anasubiri. Nisikilize, kuna wengine tunashemeleta nakumbuka hii moja ya shemeleta. Na wengine wanaje roho. Wanaharibu kale upapo. Wanaharibu ile grace, ile neema ya Mungu. Wanaharibu ile nguvu. Wanaharibu ile uvuvio. Na wadada wa sasa hivi walikuwa wepesi. Siku mbili mtu anatongoza, baada ya miezi mitatu umeshampa kila kitu. Hapo ndipo adui anatumia mlango wa kubomoa ile haki ya Mungu. Hata vijana, ukiona umekuwa mwepesi kuachilia mwili wako ujulikana na mwanamke, ndipo unapoharibiwa uhalisia. Amen. Na mkono kuisha Baba nisaidie.